Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, wafiwa wanaitikia kuliko tuliokuja kusindikiza. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuja kufariji sio tuje kuongeza huzuni. Tunakuja kufariji, kuwaonyesha ndugu zetu ambao ni familia kwamba tuko pamoja na wao katika kipindi hichi kigumu. Jambo ambalo natamani ni share na watu wa Mungu tulioko mahali hapa, meza kuu, viongozi wote, watumishi wa Mungu na sote tuliokuja hapa kama waombolezaji. Kwenye maisha yetu tukumbuke jambo moja, duniani sisi ni wapitaji. Biblia inasema kwenye Petro wa kwanza sura ya 2 ule mstari wa 11 ya kwamba sisi duniani ni wapitaji. So kama ni wapitaji, kila mmoja ni lazima ajipange na kule anakoelekea. Tunapomuona rafiki yetu mpendwa wetu Pilipili aliyekuwa na mapenzi na kila mtu leo amelala, jiulize nani anafuatia kesho. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwingine unaposikia tukio kama hili unatafakari kwa ucheshi aliyokuwa nao, kwa upendo aliyokuwa nao, hivi ni nani angeweza kudhani kwamba siku moja tungekusanyika mahali hapa kuomboleza kifo cha kiwango ambacho mpendo wetu amepitia. Hawa ndio watu waliozunguka maisha yetu. Wanaweza kutuangalia kama wanatupenda, kumbe wanatuwazia mabaya. Kama mtumishi wa Mungu ninatamka hapa, hautakuwa salama kama utamuacha Mungu kwenye maisha yako. Tuko watu wa imani tofauti hapa, kila mmoja kwa imani yake. Vijana mko hapa, nimefurahi kuona wasanii mko hapa. Leo tunapendeza, leo tunapendwa na kila mtu. Haujui kesho yako, jenga mahusiano yako na Mungu. Duniani sisi ni wapitaji. Iko siku, nawezekana hatujui nani anatangulia, lakini iko siku na sisi pia itakuwa zamu yetu. Nimekuwa nikiwaambia watu kwenye gospel, tunao waimbaji wanatukumbushaga kwamba ni wapitaji. Kuna mwimbaji mmoja anaitwa Ambwene Mwasongwe, ana nyimbo ameimba, duniani twapita, wenyeji wetu mbinguni, safari yetu imepamba moto, aliyeianzisha ni Yesu mwenyewe. Hivyo tunasema, tunafanyaje? Kuna watu wanasema mimi siendagi kanisani kwa hiyo sijui hiyo kitu. Uko mtaani mnako kaaga, kuna lijamaa linaitwa Samba Mapangala, alijaokoka, aliendagi msikitini wala kanisani, likawakumbusha dunia tunapita, kila kitu kitabakia. Mimi ni mtumishi wa Mungu, mchungaji wa makanisa ya Free Church, mmoja wa washirika wanaonipasua kichwa, na ninamwamini Mungu siku moja atanielewa. Awa. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaleta makusudi yote kuwasalimia tu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nashindwa kuongea, nakosa nguvu, lakini niseme Pilipili ametukutanisha leo hapa. Jamani, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kundi letu kuna mtumishi, lakini na mimi ni shehe. Sasa anaposema anapasua kichwa, mimi si mwelewi natupasuaje. Kwa kifupi, kila mtu amepitia maisha ambayo MC Pilipili amepitia. Kila mtu inaonekana alimsaidia MC Pilipili mpaka alipofika kwa aliyoyafanya. Lakini nakumbuka mimi ndio mtu wa kwanza kumpigia simu MC Pilipili. Alikuwa anahojiwa kwenye kipindi cha Dina Marios. Alikuwa anasema mimi nimetokea Dodoma, nimepata posti ya ualimu. Nikamwambia acha ualimu, mishahara inachelewa, njoo kwenye comedy, shughuli zipo kila siku. Akaja kwenye comedy. Angekuwa hai angesema sisi binafsi kama waanzilishi wa comedy ambao tumeikuta kwa kina Bambo, kwa kina Zembwela, tunapenda vijana wafanye comedy, wasaidie wazazi wao. Hatutaki mtu aje kwenye comedy awe na lombaya, na ndio maana umeona tunawapa platform wadogo zetu wanafanya vitu na vinakwenda. Lingine sitaki kulisemea jeshi la polisi, lakini nimesikiliza ile ripoti. Mimi nilitegemea wakati tunazika leo na watumiwa wako jela.
Siingilii, na heshimu, wanalinda usalama wetu na raia. Lakini kama kuna mtu alimpigia simu akasema uko wapi tumlete MC Pilipili, anzeni na yule. Mbona kuna watu wanakamatwa siku moja tu? Tuangalie usalama wetu, sisi tuko pamoja. Lakini lingine, kwa upande wa viongozi, kuna kipindi pia MC Pilipili alipitia changamoto, lakini inaonekana kuna watu walikaa mbali, hawajamsaidia. Baadhi ya viongozi, wasanii wakiwapigia simu, pokeeni simu zao, msiache kupokea. Tunawasaidia mpaka mnakaa kwenye hivyo viti, tunatumika, nyinyi rafiki zetu. Mfano mzuri, Mheshimiwa Mavunde, mwana FA, kila shughuli anakuja, lakini kuna kiongozi akiona simu yako, kama akaona msiba apokei. Pokeeni simu. Kuna wengine tunataka tuwape ushauri tu. Asanteni. Asante. Huyu jamani Mujuni ni Mkristo japo anajiita shehe. Amenikumbusha zamani wakati wa zile treni, kulikuwa kuna sehemu zinaitwa buffet car. Walikuwa wanakaa watu kwa ajili ya kunywa na kula. Aliingia jamaa mmoja amevaa kanzu kama Mujuni hivi na kibaragashia. Mhudumu akaenda kumsikiliza, akamuuliza, "Blaza, unakunywa kinywaji gani?" Akasema, "Kuna kinywaji gani?" Akasema, "Kuna Coca-Cola." Yule jamaa akatikiza kichwa. Pepsi akatikiza kichwa. Fanta akatikiza. Akamaliza vinywaji baridi vyote. Alipomaliza akaamua aseme, "Safari." Yule jamaa akasema, "Baridi." Kwa hiyo ni mavazi tu jamaa, ndio maana mchungaji anasema anampasua kichwa. Hili ni vazi tu. Ama kutoka hapo utasikia safari baridi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nitambue uwepo wake mama mchungaji Pastor Tony Kapolo, nimwambia amefika, atupungie mkono. Karibu mchungaji, wakuone. Asante sana. Karibu tupungie mkono. Tupungie tu mkono mama. Wewe mama mchungaji Tony Kapolo. Nisipoteze muda, naomba nihamie podium hii itatumika kwa ajili ya viongozi. Tumalizie salamu za rambirambi kwa viongozi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba sasa kwa nafasi ya pekee nianze na mkurugenzi wa jiji kama amefika, lakini kama hajafika nimkaribishe mwakilishi kwa dakika moja kama tulivyokubaliana. Karibu sana mama mwakilishi. Wakati kwa niaba ya chama atakuja mmoja wa mwenyekiti wa CCM, utakuja wote CCM Dodoma na Bai, dakika moja. Karibu mama. Mwenyekiti wa CCM Dodoma na Bai tuko najiandaa. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Neema Kilongola, ni afisa michezo wa jiji la Dodoma, lakini leo nimesimama mbele yenu kwa niaba ya mkurugenzi wa jiji la Dodoma. Kwa masikitiko makubwa tumepokea taarifa ya mpendwa wetu Emmanuel MC Pilipili. Sisi kama halmashauri tunawapa pole wafiwa na tutakuja kuwaona. Lakini pia napenda kuwashauri ndugu zangu, kizazi chetu hiki cha Gen Z, tukazane kusali, tuombeane, tupendane. Tuko kwenye kipindi kibaya, tukazane sana kusali. Asanteni.